fikiria nchi nzuri ninayotaka kuiona, nisimamapo karibu na Mwokozi, tajini zitakuwa nyota, sijui tajini. Hivi inawezekanaje kuwa na kumbukumbu ya mahali ambapo hujawahi fika? Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo Jumanne, Aprili 21, 2026. Somo la leo linasema kumbukumbu za makao yetu ya mbinguni. Nehemia 9 mstari wa 6 unasema, wewe ndiye Bwana, wewe peke yako. Wewe ulifanya mbingu, mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi vitu hivi vyote, na jeshi la mbinguni la kusujudu wewe. Kuna uzuri katika fahari maridhawa bondeni, katika miamba mikubwa mizito. Kuna fahari katika milima mirefu inayoonekana kana kwamba imegusa mbingu. Miti mirefu yenye majani yake mazuri, mishina ya majani, chipukizi linalochomoza, ua linalochanua, miti ya msituni na kila kiumbe hai. Vyote huielekeza akili kwa Mungu mkuu na aliye hai. Kila mwelekeo wa utu wetu hushuhudia kwamba yupo Mungu aliye hai, na tunaweza kujifunza kutoka kwenye kitabu wazi cha asili masomo ya thamani kuhusiana na Bwana wa mbinguni. Katika kujifunza huku, akili inapanuka, inakuzwa na kuinuliwa, na kuwa na njaa ya kujua zaidi juu ya Mungu na ukuu wake. Tumeamsha mioyoni mwetu hisia si tu za unyenyekevu na kicho, bali pia za upendo, imani, tumaini na utegemezu kamilifu kwake yeye ambaye ni mpaji wa mazuri yote. Na kadiri ninavyoangalia kazi zake za ajabu na kuona ushahidi wa uweza wake, ninajikuta nikiuliza, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Zaburi 8 mstari wa 4. Ukuu na utukufu wote wa vitu hivi vya ajabu katika nyumba ya Mungu vinaweza tu kupokelewa jinsi vilivyo, akilini, vikihusishwa na Mungu na makao yajayo ya furaha kuu anayoyaandaa kwa ajili ya wale wampendao. Wakati tunapoongea kwa uhuru kuhusiana na nchi nyinginezo, kwa nini tukae kimya kuhusiana na nchi ya mbinguni na makao yasiyojengwa kwa mikono ya milele huko mbinguni? Nchi hii ya mbinguni ina umuhimu mkubwa kwetu sisi kuliko mji mwingine wowote au nchi hapa duniani. Kwa hiyo inatulazimu kufikiri na kuiongelea nchi hii vyema, yaani nchi ya mbinguni. Na kwa nini tusizungumze kwa kina na katika hali ya akili ya mbinguni kuhusiana na zawadi za Mungu katika asili? Amefanya mambo haya yote na kukusudia kwamba tumuone Mungu katika kazi zake alizoziumba. Vitu hivi ni kwa mfanya Mungu adumu kuwa katika kumbukumbu zetu na kuinua mioyo yetu kutoka kwa mambo ya kidunia na kuifungamanisha katika vifungo vya upendo na shukrani kwa Muumbaji. Mwenyezi Mungu akubariki sana unapoendelea kupiga hatua za kiroho kuulikia uzima wa milele. Usisahau kufollow, kusubscribe, kushare, kulike na kucomment @Mpakani SDA Church. Uwe na tafakari njema.